Bana, mambo vipi mtazamaji wangu wa An TV? Huu ni wakati mwingine na wasaa mwingine tunakutana katika kipindi chetu cha The Interview ukiwa na mimi Ben Paris. Moja ya vitu ambavyo nilikuahidi ni kukuletea interview kali na watu tofauti tofauti ambao wanatuzunguka katika jamii zetu. Moja kwa moja twende kwenye surprise ambao nimewaandalia leo. Niko na my guest here. Nafikiri atajitambulisha, atatuelezea nini anafanya. Bwana bro, mambo vipi bro? Poa. Pole na harakati kabisa bro. Pamoja. Bwana, sisi ni An TV kama tulivyokuambia, tunashukuru kwa ujio wako, lakini kupitia An TV tunatamani kukujua. Wapo wanaokujua ila tunatamani tukujue zaidi. Kama kawaida kwa wanaonijua na wasionijua, kwa majina naitwa Oscar TZ, yani TikTokers, lakini pia ni mfanya biashara. Kwa nafanya TikTokers, baadaye time nafanya biashara. Unahusika na swala zima la content creation. And bwana Oscar, sisi kuna baadhi ya vitu ambavyo tunatamani kujua kuhusu wewe. Kitu gani kilikufanya uanze kufanya content creation? Content ni kuna kufanya kuonekana na kuna kufanya kuandaa. Yeah. Ni vitu viwili tofauti. Unaweza ukawa unatengeneza content lakini sio wewe unaipeleka kwa jamii. Yaani ukawa unaandika watu na kuna kuamua kufanya kuonekana. Kwa hiyo before ilikuwa ni design tu za watu kuwatengenezea content wanafanya. Yeah. Lakini kwa sasa hivi na mimi ninaamua kuingia mwenyewe nafanya kama watu wanaona. Kwa mwanzo ulikuwa unaandikia watu afu then wanafanya. Okay, ni aina gani ya content unaziandika na unapendelea kuzifanya? Maana wanaona kuna content sio zile za mapenzi, sio za nini, comedy ambayo itakuwa ndani yake utapata vitu tofauti. Wao comedy zile za kufurahisha. Yeah. Una platform au kuna majukwaa mbalimbali ambao ushaifanya hizo comedy? Hapana. Hujafanya majukwaa. Yani ni unafanya tu kwenye kwenye media tu, ila kwenye swala la nani bado. Unahusishaje swala la content creation na jamii yako unaoifanyia content? Kuna vitu ambavyo unaweza kuvifanya kwenye content, mtu akakuona akashangaa kwamba mbona, na kwa sababu sisi knowledge yetu wengi wa bongo kwamba utakachokifanya kwenye content zako mtu anategemea akikuona popote akukute kwenye mazingira yale ambayo ashazoea kukuona. Yeah. Kwa hiyo mimi ni miayusho, yani mimi ni mtu mmoja miayusho sana. Miayusho? Yani miayusho sana. Yani unapenda kuyayusha? Yani mimi watu ambao wana content zangu mimi ni miayusho sana, yani muongeaji sana. Yeah, by the way kuna content yako fulani hivi naipenda, ile ulikuwa na ule mwanao Karwina, ulikuwa na yule dada anakuuliza yule dada, hivi wewe unaweza kutoka na shemeji yako afu unakuja kumjibu na kumwambia ikitokea ile ila so sana. By the way naipenda sana ile, ni kweli mimi naweza nikaprove hilo. Unaweza kwa kweli miausho kutokana na kile kitu ambacho unapataje mawazo ya content? Idea haina wakati. Kama nilivyokuambia mimi ni miausho, yani mimi naweza nikakupa idea hapa, alafu kesho kaniambia bwana ile idea vipi, nikawa nishasawa. Kwa hiyo ndo maana mtu wangu wa karibu sana kwenye masuala ya Kawina, nikipata tu idea huwa nampigia simu hapo muda wote, usiku hiyo mchana, bwana kuna 1 2 3. Hebu kaa nayo hii alafu tuangalie tutafanyaje. Ila kikubwa ni content za miausho. Yani ile miausho, katika miausho bado inakuwa miausho kwa sababu nasahau. Content nyingi nimeona unafanya sana na Karwina. Ilikuwaje yani kukutana wewe na Karwina? Karibu wangu na Kawina haukuwa kwa ajili ya content. Tunajuana since 2019. That time nilikuwa sifanyi mambo ya content wala mambo ya social media, ila ni mtu ambaye najua naye muda mrefu. Yaani naye ameniinspire kuingia kwenye content. Ina maana Karwina ni kama motivator wako. Hilo lilikuwa sure. Pia shughuli zingine unazifanya bali na content creation? Mimi nafanya biashara. Unafanya biashara? Biashara mbalimbali. Tunauza jezi, cover michezo, tunauza accessories, chain, pete. Unategemea sana biashara ikulipe au unategemea sana content creation? Kwenye biashara. Kwenye biashara. Una mahusiano? Nayo mahusiano. Yani mahusiano, unajua kuna mahusiano unaweza kuoa, unaweza kaona mahusiano yani mpo katika uchumba, yani una mke kabisa au hapana. Kwenye swala la ndoa ndugu yangu yeye Kawina ameniwakilisha. Mimi namwakilisha huko kwenye msingo bana. Lakini sio single kwamba sina mahusiano. Ila bado sijaingia kwenye ndoa. Tupe exclusive, ndoa lini mwenyewe?
siwatie moyo bado. Kwa namna gani, vipi unawashauri vijana ambao wanataka kufanya content creation? Sababu upcoming wako wengi. Motivation na kuinspire ni vile ambavyo watu wanaona na vile mtu ambaye anakuwa mtu tayari wako wewe kufanya plan. Kuna watu ambao wametuzidi, wanatengeneza content, wanatengeneza ideas, lakini katika hizo idea wewe ambaye ni upcoming unatakiwa utulize akili sana kufikiria idea gani ya kufanya. Na wakati unafikiria hiyo idea ya kufanya, unatakiwa yani ucheze na muda. Unaweza kutumia muda mrefu sana kufikiria idea, alafu kabla hujaitoa utakuta tayari mtu ameshaitumia. Kwa hiyo unatakiwa uwe active sana. Kazi ya content creation inaweza ikawa kazi ya kudumu ya mtu. Kwa sasa hivi tulipofikia imekuwa ni kitu muhimu sana. Kuna watu wanaendesha maisha yao sababu ya hiyo issue. Kuna kitu mimi natamani kujua kutoka kwako Oscar. Unalipwa na mitandao? Kuna namna inalipa, lakini kuna wenzetu ambao wanafanya content. Yaani mpaka sasa hivi sielewi yani wanapata vipi hela yani vitu wanavyofanya na hii shughuli naona kabisa ni ila unaamini na wewe kuna sehemu katika mitandao unapata pesa, si ndio? Kuna changamoto ambazo unazipata labda wakati wa kumake content? Zipo changamoto kila mahali, alafu kawaida kwa sababu mimi ni miayusho, yani mimi naingia mtu nakutana naye bana namwambia bwana tuna shoot poa, yani mimi miayusho. Miongoni mwa content ambazo umezifanya ni content ipi ambayo ilikupa mafanikio makubwa sana? Ya kijiweni. Yani ile ndio ilikupa mafanikio makubwa kulingana na hizi zingine ambazo namba. Ina maana likes nini, comment nini kwa nyingi sana. Unatumia vilevi? In short wewe ni mlevi? Hapana. Wewe sio mlevi ila ni mtumiaji wa vilevi. Twende sasa kwako personal. Zile content ambazo unazitengeneza wewe, unahisi kidogo zipo ndani ya maadili? Kwa kiasi fulani zinahusisha na kwa kiasi fulani zinakuwa zipo kwenye maadili. Kuna vipande ndani ya hizo content zinakuwa kidogo zinatoka nje ya maadili. Umeniambia una familia, si ndio? Unatengaje muda wa kutengeneza content zako na kukea familia? Tunagombana sana. Umeamua tu kuwa muwazi, mnagombana sana. Yaani muda mwingi inabidi uwe close na watu kama ambao unafanya nao kazi. Muda mchache unaopata inabidi saudini na biashara na familia. Kwa hiyo tunagombana sana. Yaani ukishagundua tayari unagombana, yani haikupi ile namna unakata tamaa labda? Siwezi kukata tamaa kwenye mahusiano yangu. Kama kawaida kwenye bio yangu pale nimeandika Mr. Lover, tambembeleza sana mama mpaka ataelewa. Na unaamini unapenda sana, yani kama ulivyoandika Mr. Lover mimi mlevi wa mapenzi. Unapenda sana mapenzi? Napenda sana mapenzi kuliko kula. Yani unataka uniambia unapenda mapenzi uchiti wewe? Hapana. Uchiti. Yani hiyo kazi ya Mungu. Hiyo mambo ya Mungu. Ila unampenda sana mke sana. Unafikiri ni kosa gani ambalo wanalifanya content creators wengi hapa Tanzania? Kiangalia tu hivyo unajua haya ni makosa. Upande wangu naona labda ni ile kubadilisha sura, yani kubadilisha taswira katika watu ambao tunawatumia kwenye content. Yani kuna watu wengi ambao wanahitaji nafasi, namna ya kuwafikia na namna ya kufikia. Mueleweshe kidogo mtazamaji unavyosema sura, yani kuna content creator ukiona tu ameposti content kwenye kichwa chako, idea yako inakuja kabisa lazima kutakuwa kuna mtu fulani tena huko na kuna mtu fulani, yani watu watakuwa ni wale watu yani watu wa kujirudia. So ndio kosa ambalo unaliona content creators wengi wanafanya. Una mipango gani na kukuza brand yako kwenye biashara au kwenye media? Tupo kwenye media, una mpango gani wa kukuza build life yangu kwenye media? Mpaka sasa hivi nafanyaje? Uelewe yani, ila unaamini biashara itakusaidia katika kukuza brand yako? Yani media inatengenezea watu ambao utakuja kufanya nao biashara, sababu watu wanaponiona kwenye content then wakija kuona nimepost business nafanya, kidogo imeniongezea watu. Kitu gani kinakupa motisha au kinakumotivate, kinakufanya usikate tamaa, yani kinakufanya uendelee kufanya content zaidi na zaidi? Naamini kwenye content, kwa hiyo siwezi kukata tamaa. Ni kwa sababu ni kitu kipo ndani yako au ni kwa sababu wengine umeona wamefanikiwa pia na wewe unapata umomo, au unaamini katika hivi ninachokifanya kwenye media na ndio maisha yangu yako hivyo? Yani ukiona mimi na content yangu ni miausho na kwenye real life ni miausho, yani mimi ni miausho, yani wewe ni totally miausho. Yani watu wangu wa karibu wote wanakufahamu. Mtu anaweza kawa na stress ila akakutana na mimi yani akiongea tu na mimi, yani mimi ni miausho, yani userious ni mdogo sana kwenye maisha yangu, kwa sababu ndivyo ulivyo. Ndio ndivyo zalivyo.
Nimependa hiyo. Yaani unapimaje issue nzima ya mafanikio yako? Yaani kwamba hapa nimesogea, hapa nimepungua, hapa nimefanya nini? Naipima kwa sababu sasa hizi kwa maisha tuliokuwa nayo, mtaji ni watu. Before watu ambao nilikuwa nao na cycle nilikuwa nayo. Yeah. Na sasa hivi mzunguko wa cycle watu ambao nilikuwa nao na tofauti. Kwa hiyo vizuri. Content creators gani ambao unatamani kuja kufanya nao kazi? Out of Kawina tayari tushaona ushafanya naye kazi sana. Ila ni content gani creator ambao unatamani kufanya naye tena kazi? Content creator wengi. Watu ambao kuna cycle yao, washikaji. Hata kama tufanye kazi ila tunakutana kwenye movement nyingi, kwenye sehemu za starehe, kwenye sehemu za mpira, kote. Ni cycle tu. Rahisi. Yeah, of course kuna moja post yenu niliona ulikuwa na Akram. Yeah, yule mimi ninapomjua ni content creator mkubwa, alafu nilishangaa pia kuona ule ukaribu ambao mko naye. Usingependa kufanya naye kazi labda? Swala kufanya kazi sasa ni mimi kuwa na hiyo kazi ya kumpa au yeye kuwa na kazi ya kunipa, ila ni mwanangu. Kuna content creators ambao wanakuvutia? Wapo. Mfano Mama Chanja. Yule tumweke kwenye kundi la Miausho. Mimi naona hivyo. Yaani personally naona tumweke hivyo katika kundi la Miausho. Yeah, of course mimi mwenyewe ni miongoni mwa watu ambao namfuatilia. Ni nini kinakuvutia sana kwa yule Mama Chanja? Yaani mimi mtu ambaye anatengeneza content bila ana enjoy yani anachokifanya. Angalia content za Mama Chanja. Yeah. Unaweza ukaona ni kitu kirahisi. Yeah. Tukizima kamera tunaweza kupiga story nyingi sana, lakini tukiwasha kamera hizo story nazo zisiwe. Tunaelewa. Yaani unaweza kuona mtu ana shoot content, wewe ukaona ni easy, yani tu anaongea hivi, anafanya hivi, yani watu wanafly. Lakini sio kitu kirahisi kukitoa kitu kwenye uhalisia watu kupeleka kwa jamii, ngumu sana. Kwa hiyo miawisho yake inafanya na mkubali sana. Unafikiri ni kila mmoja anaweza akafanya kazi ya kumake content au kuburudisha mitandao? Hapana. Si kila mmoja. Kwa nini? Sababu sio kila mtu anaweza kuburudisha watu. Kwa unataka kuniambia kazi ya kuburudisha watu pia ni kipaji kama vipaji vingine? Unaweza kuwa content creator lakini sio kwa ajili ya kuburudisha watu. Okay. Ndio maana kuna watu wengine wanafanya stand up comedy. Yeah. Lakini ukiwachukua watu wengi ambao content creator hawezi kufanya stand up comedy. Yeah. Unachukuliaje comment negative katika kazi zenu ambazo mnakuwa mnazipost mara kwa mara? Kwangu mimi? Yeah, kwa kweli. Labda unaweza kwa mposti kitu chako hapo then ukakutana na negative, yani comment, yani mpaka mtu bando lake, simu yake. Anauliza nini? So kwa hiyo Oscar no effect kabisa. Utamwingia mtu kwenye bando lake kaka. Kwa haikuumizi kabisa mtu hata akiposti akitukana tusi. Si yeye kaka, bando lako, simu yako. Hichi kitu ambacho nakuuliza yani ujibu katika ile uhalisia. Ni yani uhalisia serious. Yeah, yani hichi kitu nachokuuliza serious ni tatizo. Yani kwa serious ni tatizo. Okay, alama gani ambao unafikiri unaiacha katika content creation ambayo itakuwa ni mwanga kwa watu wengine? Mimi sitaki kuacha mwanga. Kila mtu yani kila unakopita unataka kufikia. Kila mtu anapita ajimulikie apite. Sababu mpaka mimi sasa hivi napita kwenye njia zangu. Bwana, asante sana mtazamaji wa Ant TV, ulikuwa na Ben Paris katika kipindi chako pendo cha The Interview. Tunafika mwisho, ila mwisho ndo mwanzo wa kipindi kingine. Make sure una follow this account kwa new updates. Instagram ni Ben Paris, pale unanikuta. Ukienda TikTok pia unanikuta katika jina la Ben Paris. Ciao.